Looks like you lost another one. Na mekimani mchana na mekimani usiku hiyo kwa tagi au kwa jinsi mimi naingiza kwanja tu. Ndio kama umeingia kwenye mchongo ambao wewe hujaelewa mchongo ambao wewe labda kuna vitu fulani hivi nataka niongee na nyinyi wote wawili ili mpate kunielewa unajua. Ndio. Ila sema nini? Huyu mtoto yuko wapi? Jetu. Hii wagiza Simoni. Green Master mwenyewe kabisa na shida naye hapa mimi nataka tuongee kitu kimoja kuhusiana na huko nilipotoka Mtukula ili kusudi tuweze kuyajenga. Kwa sababu najua yule jamaa hizo mambo nitakazozungumza ndio michezo yake. Pigie simu. Simoni anashambondea tayari kila kitu. Sawa. Asemaje? Ameniambia anakuja. Taratibu anakuja hapo mpaka sasa hivi kweli ndugu. Taratibu hiyo mchezo hiyo bana. Hai vitu vya kawaida pa. Yaani kama mimi ndio nimeanza kwenye ulanzi huko. Ulanzi. Unajua mkanga. Mambo ilinga. Au unajua mkanga. Seki tu. Ndauli be. Za kudimuka. Bana nilikumisi sana ndugu yangu. Sasa huyu anachokwambia alivaa mimi nimekana wa yeye. Sio azara mimi nimekana wa yeye. Tunataka kupigana mpaka kuuana. Kwa hiyo yani ni kawaida sana kwa sababu wasiki nimeingia ndani wanangu. Mapeni yanacheza sana. Kazi unayo. Sama yanapoteza sababu wewe umeamua uyatese. Unajua kuna kitu kimoja ndugu yangu Agiza. Mimi nataka nikuelekeze. Huko Dar es Salaam kwenu huko yeye anateseka sana. Kwa nini? Dar es Salaam anateseka. Naelewa bana. Mimi nilikwambia simu kama nimetua muda si mrefu. Lakini nakula madripo, mapenzi hebu nifanye kashinga kula. Mapenzi alikuwa anakutesa. Mwanangu Mtukula. Nilikuwa natamani siku moja nichomoke na nyinyi wote. Au sio bwana? Tuelekee huko. Kwa sababu kwenye simu mnasemaga kwamba mnaogopa vitu fulani. Sasa tatizo lao changamoto ya Mtukula bwana. Wakishakula ndizi zile. Fiji yote unaambiwa. Naambiwa bwawa huko la Nyerere yani nusu saa limejaa lote wakati tumekaa miaka 3 tunasubiria maji yajae kwenye bwawa umeme upatikane. Kwa mtoabi. Bwana nini? Unajua hizo hapo story. Unajua kuna vitu fulani hivi watu wanaweza kukata create kwa ajili ya kuwaelekea watu sikiliza. Mimi nakuelekeza. Brother mimi nimetoka. Unaelewa bwana? Nimekutana na vikolimbo. Unavijua vikolimbo wewe? Unavijua vikolimbo? Unavijua vikolimbo? Kijana unavijua vikolimbo? Au unataka lighter? Mwangu mimi sikufichi ngara nataka lighter kuwasha. Akidwanzia Nigira ita kwanza lighter wapi? Huko kuna watoto. Wewe sio mpaka Rwanda. Ndio. Uganda bwana sio Rwanda. Bukoba. Bukoba kuna Rwanda na Uganda ya sure. Uganda na Black Mamba. Umeona? Wadiga wana mamba ziadi. Rwanda waikimangala alafu ameenda hewani. Ndio, lakini sasa kule kuna watoto mwanangu kwa msho. Wewe kwa mtu upande wa Uganda Mtukula huko. Ndio. Waitufanye Black Mamba kwa na sasa kuna nyama ya serikali ya kutosha kabisa hayo. Kwa hiyo brother, kuna vitu vingine msikle. Na kweli sana watu wa Dar es Salaam. Sababu hapendi kutembea cha kwanza. Pili naamini kila kile tunachokuwa mnakiona basi ndio au kitu mtu akikwambia kitu kidogo mnakuwa mnaamini kwenye hicho lakini kiuhalisia huko huko kama unavyofikiria. Kule baba uhalisia ukoje? Kuna watoto wazuri. Unaelewa bwana? Alafu zile story za kwamba si unajua ile kwamba mlikuwa mnasema bwana kule bwana la kule limeingiliwa na rumba sana. Mamba kibao wanapiga mbizi. Hiyo sawa uongo bwana. Mimi nakuelewa. Kwamba mna mamba anapiga mbizi waka mbali. Ngoja kwanza. Umetembea sana na miti huko. Mimi. Wewe unalijua mwenyewe. Kuja kakuliza. Kadamu. Mimi. Polizo. Kwamba unapiga ati trick mwendo wa kuliko litoingilia wapi?
Vitu anze nayo Gombe Sugu unajua hivi. Niliingia wapi? Brother. Hiyo 98 hiyo. Nisikilize mimi. Kipindiko la nadhani Mwamba alikuwa Milton Ebote sio Susulule yule, lakini Goma limeingilia pale mtukula pale. Sawa. Kwa hiyo ndio uwanja wa nyumbani hapo. Sawa. Kwa hiyo ndio kusemaje? Mbwambwa Wanasemaga sheria nyani kibwaya mkia. Kwa hiyo ndugu yangu, Wewe unamuelewa ndugu yako? kwa mwanangu nyukwa. Amini kazi. Unajua mimi kitu cha kwanza kabisa ambacho siwezi. Yabulare. Siwezagi. South Africa 2010 kwa bila dunia. Mimi kufanyaga mipango ya kutumiaga zile sijui. Siwezi kabisa. Na nakwambia kwanza unapataje flavor yake yenyewe kabisa ili usiweze kujua hapa sasa mimi kama nipo zangu Ndio kwa msimu mlima wa Kolelo ndio chakula nyani hilo. Amini. Ona kimbia mita 100 na ukimbia kama kilomita 1000. Unajua ukimwi? shida inakuja wapi? Nasikia baada yake sawa, lakini kwenye unasema yeye ndio. Ila unasema kwamba swala la kilomita 100 wala ukimbia kama unakimbia kilomita 1000. Pumzi tu cha. Hamna kingine. Sasa swala unataka kuzungumza wewe ndugu wangu, swala sijui hivyo vitu vinafikika brother. Sasa Gombe Sugu wewe kula mzula kama mimi hapa unaona kama hivi brother, vitoto mali mpya kabisa, unaiona kabisa hii hapa, hii nailoni zipo kibaya au bwana, unatoa mwenyewe kama uchukua kutoka kwa penzizo mwana ni kutibu muone mwana mwana ndio kazaliwa daktari alikuwa anafanya mipango yake uzembe wake, ngome imetransmit kwa mtoto. Hamna hivyo vitu yaani hivyo vitu mnavimeza vibaya sana. Wote tete unavimeza. Anana kwa hiyo moja watekei si wanavimeza vitu vibaya au mtu. Mimi nataka nikuulizeni maswali. Ina maana hakuna watu ambao wanakuwa wanahusiana unakuta huyu amekuwa ni positive kabisa, mwathirika kabisa na anakutana na mtu ambaye yani tuseme mimi ni mzima kabisa, nakutana na huyo mtu na bado siwezi kupata hicho kitu. Naamini kwamba hicho kitu kinawezekana. Bwana naomba kiberiti na mimi kwanza niwasha ana hiyo ni hali ambayo ipo kivipi? Kwa sababu yani kwanza kuna kitu kinaitwa window. Sio window period, kitu kama hicho ambacho wewe unaweza ukawa uko affected. Sawa, umekutana na mtu ambaye ana maambukizi. Alafu mwisho wa siku fanya naye mapenzi. Sikilize. Wewe unamuelewa? Sikilize. Utanielewa point yangu. Mimi msomi ndugu yangu. HR degree tega bwana. So mnyonge. Sichukulie poa. Wajiji watu wakiwa najua mpaka afya. Sasa ni swala kawaida kwenye swala la afya. Unajua sasa hivi tunasikiliza. Sasa hivi mtu mawazo yake anataka kumjua Tanzania. Hadi haja kwenda vibration sijui kumcheki nini sijui kufanyaje. Alafu huyo sasa mtaalamu. Kwa hiyo ndio yani hawezi kupiga ile cross nyoke. Lazima apige cross dongo izunguke. Apige cross dongo. Huyo unamsikia. Ushaenda hospitali ukaambiwa ukipima baada ya miezi 3 rudi. Najua naelewa. Hiyo ndio iko window period ambaye kipindi ambacho wewe unaweza kukutana na mtu mwenye maambukizi na wewe usijione kama mwenye maambukizi. Hapo mwisho wa siku ukutana na mtu mwingine ukampa ile maambukizi. Lakini wewe ukienda kupimwa unajiona kama uko tu sawa. Ila una virusi. Kazi unayo. Sherehe. Unakataa kati ndio uhalisia. Unauliza sehemu hivi. Unaamini kwamba unaweza ukajamiana na mtu ambaye ameathirika na asikuambukize? Sasa hiyo sawa. Kuna nyingine wewe nakwambia cha kwanza mwendo kasi. Unabidi upite kama kwenye bwawa la mamba. Chuku. Hiyo kweli. Hivyo nataka kuogelea kabisa bwawa la mamba ile mara mamba anamwangalia hivi. Mamba vipi? Blaka unazima. Mamba huyu hapa. Pekee chuku. Unaona bwana? Kwa mamba la kusalimia. Mamba unamsikia mpaka mkia. Mamba vipi? Lazima uliwe. Watu kusema mamba vipi mamba. Kuna baadhi kwa nasema kuna magrupu ya damu hapa. Kuna grupu moja nadhani ndio grupu yenye nguvu. Inaitwaga group O negative. Hilo lenyewe sio positive. Lenyewe hilo sio kwamba hapati. Anaupata ukimwi anakuwa nao kabisa umeme. Lakini haumletei madhara.
Yaani kama transformer katulia kama hivi. Sasa vipimo vinashindwaje kumuonyesha mtu kwamba ni muathirika? Ni muathirika kabisa, ila sasa si mtu, unajua sisi hujajua kitu chini. Changamoto sisi Black Mamba, huku Dark Continent. Uende hospitali mpaka ya kukute. Yaani bado ukiona unakoa ushatengemaa, ndio mtu anapita kusanisha bwana daktari. Sina ndio maana sasa hivi unaona serikali zote. Wewe faida nini? Ukienda kwa hospitali si unauma malaria hizi, jamaa anakutanguliza. Anaona unaeleza si maana joto limepanda limeshuka, anaanza kunaambia bwana, unaambiwa nenda container lile. Kuna faida. Kule wanakupigia wanakusana. Sawa. Sio kaua, sio malaria. Kumbe ni nini? Alikaa tayari ile HIV positive. Kwa sababu nataka hapa. Oya, kuna faida. Faida. Yaani mimi nimeanza sasa najisikia sana UTI. Yaani UTI. Hapo ningeenda au na malaria. Sasa ningeenda kwa daktari hapa akanipima ngoma. Sikiliza ngoja kwanza. Sikiliza. Kuna faida bongo hivi. Kuna faida gani wakati mimi moyoni sitaki kwanza kulijua kama nina ngoma au sina ngoma. Je, hicho kitu wanakupima kwa hiari au unakulazimisha? Sasa hilo ni tatizo. Nataka nijibu swali lake kata najiuliza swali zuri sana. Kuna faida, kuna faida kwa serikali. Ila hasara kwa bado nataka wewe sasa inategemea na ujinga wako. Usiseme tu ni hasara moja kwa moja. Kuna ulazima wa mtu, yani ni lazima au hiari kufanyiwa hizo test? Sasa hivi naona kama imekuwa lazima sasa inashinda kutangaza. Ila sio kwamba kumlazimisha mtu anafanyiwa bila yeye mwenyewe kujijua. Yes. Kwa nini tunafanya hivyo? Nikijua mimi nikiamua nikushtaki na kwaje? Unamshtaki mtu kwa kosa gani? Kwa nini umenifanyia testing? Unaumwa nini? Wewe unakuja mara tunakujua kwa nini unafanya hivyo? Kuna mtu anakuja leo anakwambia naumwa sisi na HK, unatoa dawa pita dawa. Kwa malaria una malaria. Tunakupa dawa malaria. Umesoma sivyo? Umepona umeweza dawa za malaria, umekaa siku 3, ngoja unakohoa. Bwana kifua kinanisumbua. Kweli malaria si umeikaba? Kumbuka ile ni upungufu wa kinga mwilini. Umenisoma sio? Umesikia? Unaona? Tunakutreat kifua. Kumbe mwanangu tunakaa siku 2-3 meza dawa za kifua unaharisha. Ndio tunaona sasa hapa bwana kama kwa hivyo. Kwa hiyo tunapambana tunatibu malaria, tunatibu kifua, kumbe tayari ana upungufu wa kinga mwilini. Umenisoma sio kato? Kwa hiyo tunakutibu kifua kikuu. Kumbe keka tayari imeandikwa kashapigwa 6 bila alafu unaweka baada na shinda 4 bila. Kwa nini kifo? Sasa ukionekana uko affected hivyo ni kifo. Sio ni kifo. Ndio maana wanafanyia kwa lengo zuri tu kwa sasa. Kwani hamna watu wenye visukari? Watu wenye pressure. Na kuna magonjwa wanangu watu wanaumu magonjwa mazito zaidi ya HIV. Yaani bora sukari ndio tunafunza chakula hiki tunaweza hii. Unaona bwana? Sasa kisukari zina sheria kuliko hata ukimwi. Sasa wao ukimwi ukimwi usipotumia dozi wewe mwenyewe shuhuda ushashuhudia baadhi ya watu. Unakuta mtu kakaa kama nyani. Wewe mzee mzee mmoja afunguka nyungeni pale, kwa na mchungaji yule. Yule mzee kumbe baba alimpa ile eneo. Mzee kumbe muathirika. Yule mchungaji anahubiri mabati pale. Yule mzee bwana akamfuata mzee mchungaji watu wanaanguka wanakujua wanapona. Bwana mzee akabidi amwambie mtumishi wa Mungu, wewe kwa mafuta ya Mungu. Bwana mimi ni kumoja bila lakini vidonge vimefanya nini? Imenichosha. Yaani kila siku vidonge tu bwana nipige kanyazo bakanyamwanga mambo yawe safi. Muujiza utendeke. Mzee kaina miga kitu. Jamaa kamtambika. Jamaa kamaliza kuanzia kesho Yesu kufanya maamuzi. Mzee kakaa siku 5 tu. Mzee kuomba kavimba katutumuka kuomba mapele kichwani. Wakampeleka Kisarawe. Mzee kakaa miezi 3 anafezeka. Kaekewa ndoo chini pale kama kipindupindu. Umenisoma sio? Kuala. Mzee sikana ameruhusiwa. Amemchukua toka mshani mbali akaruhusiwa ya kumli wake. Akafika kwenye katikati ya uwanja wa kanisa. Akaambia wewe mpumbavu. Anamwambia mchungaji, toa mabati yako. Kweli? Hapo sikachoka nguvu bwana. Toa mabati yako mpaka nataka kwa watu wako wanamdaka kama hivi. Baba vipi? Mimi bwana. Toa mabati yako. Toa kanisa lako. Mchungaji ndo katulia kavaa nguo suma kama hivi. Baba, Yesu hajafanya miujiza. Kwa hiyo ngoja. Sasa mwezi katenda. Katenda. Nyinyi mtakunyamisha kwanza kwenye mada yao. Ngoja. Sasa uone kupa story. Yaani ukimwi. Ukianza kuonyesha dalili. Unajua kuna anaishi na virusi vya ukimwi. Ana AIDS. AIDS maana yake sasa kuna HIV kuna AIDS. Ni kitu kimoja katika kategori hizi. HIV maana yake umeisha una yani ni mwathirika una virusi. Tayari una virusi.
HIV hiyo. Umeona human immune virus. Umesoma siku? Umesoma hiyo. Sasa ushakuja ile AIDS. Tayari ndio pale transform yani ndio Masoma limekata message na labda ndio zinakumuta. Watu wana msemo wao vijana wa siku hizi. Kuna mjeda mmoja hivi mtaani yani amefariki sasa hivi. Alikuwa kapteni, aliona zimekaa vizuri zinakuja huko. Wewe bwana, ndio nimetoka huko. Unaona huyu kamanda au komando? Nikwambia kitu. Jedu. Nikwambia kitu cha ajabu. Sikia. Hamna kitu ambacho naogopa duniani. Dunia kama ukipewa skendo brother, ndio maana tumekuja. Nasikia jamani, sikilize bwana. Wewe simuona sasa hivi afya yako ilivyokuwa jorodo. Mimi mwamba mwenyewe kabisa. Sasa unajuaje kama mimi labda nakula zangu mbaazi? Sasa huyu ngoja tulia. Ile baadhi faida yake ndio hiyo. Na kustiri. Yaani kama unasema maridadi ngoja huyo mmoja. Maridadi unaficha nini? Maskini ukinyungira hivi umekula tumbo halina kioo. Kwanza kwa umekula miogo balao suma. Unaona bwana? Umekula zako mochimuchi kitokea hapo na mtu kala manjanja lakini kala kitimoto. Watu hawakuoni. Unaona huyu kachanganykiwa. Lakini ule kula miogo pale mpaka utapike. Umepewa kama hivi mizingi umekula unatapika kwenye meza ndio unatoka dagaa amenyoka hivi wa Mwanza huyu boy. Unaona bwana. Kwa hiyo zile dawa zina siri. Yaani zinakufanya ndio tunatokea hivi kidogo. Kinatokea kitambi fulani, kitambi binuko, kitambi kinaanzia chini ya kifua hapo. Kwa hiyo kitambi cha nani? Unisoma. Wewe mwisho wa siku kumbe mwanangu ukiwahi kupima ndio unawahi kutoboa. Yaani ukijua afya yako, mwanangu kato vizuri. Umenisoma si ndio maana sasa na pia wakaenda moja ka chini. Wakaenda pia vitu vitatu. Kwamba wakaenda ile ABC sasa wakaintroduce kwa ndio hizo njia za kujikinga na nini na ukimwi, kwa sababu ukisema njia za usambazaji zinafahamika 80% ni ngono. Umenisoma sio 80% kimunango. Naona ndio yote. Lakini sasa hivyo vingi utasikia sijui kuchangia nyembe, lakini sasa tumeelimika. Mtu usema sijui eti sindano. Vile zamani kwa hospitalini katwe, sindano zinachemshwa zile. Unachoma haya asubuhi inaikwa kwenye asilimia ngapi? Alipo 80% ukimwi unasambaza hivi mpango mbwiku. Umenisoma hapo? Kwa hiyo ukijifanya ngoja ngoja uone na nini hapa? Uone na nini? Naona nini? Uone kama ni balaa. Balaa nini? Wewe Beyonce sasa hivi Beyonce. Sasa hivi au uchukue mada ya Kelly. Roka. Sasa mimi nimemwambia mimi nimewaelekeza hivi. Wewe mbwa, sikia. Hivi vitu sio vya kusikia. Afu hivi vitu havina mwenyewe. Kuna havina mwenyewe. Mwenyewe vinavyo. Usipe usikulalisha mwenyewe nani kijana. Wale chini. Wewe shukuru muomba Mungu kama unakuja kwenye masuala. Kama umepishana na ngoja kama umepishana nao, Mungu kweli, lakini mimi na mwenyewe kwa nini nasema hivi? 80% au mpaka 90 tunaambukizwa wengi. Discipline hatuna. Ngoja discipline vipi? Inatokea unataka mtu utani mwingine tena ajifanya kama mtongoza mwanamke hapa. Kuli kigoda kimetokea hivi kiona tuta ile unajua nyama ya serikali ile unaona bwana. Vijana wanasema mara ya kwanza nakukazia bwana tumie mkinga, tumie mpira wajifanya kweli bwana. Unaona ya kwanza kuwa ikifika raundi ya ile mara 4 kinga mbea ndio mimi niamini. Kwa hiyo maana yake kama mtu sasa ndio kimu ndio umepumzika pale kama mmekutana ya kwanza ya tendo mmevaa vizuri. Alafu tena vichekea unaona bwana. Mara pili mmevaa vizuri. Ya tatu ya 4. Umesikia? Ya 4 Cristiano. Baby sasa kwa nini uniamini? Kama mmedangaza vile. Unaona? Mimi ule unafanya mara 4. Una hiyo baby unajua nini? Mimi sasa tushia tunaaminiana. Mama nishakuleta mpaka kwa mama. Ona kama ule ukimwi mama yako ndo kama kinga au tambiko la kuzuia usimpate. Ndio maana mimi. Na watu wenyewe sasa hivi najikutani bwana ile kugusa hivi tu kidogo. Kuna jambo la. Yaani kama rangi ambayo ndani imetoka nyeupe ndo ile mbao yenyewe ya kijani unaona? Anafanya forward kibelenge au si? Kienda hivi yani ila nataka nikwambie kuna magonjwa yapo ya hatari sana kuliko
na magonjwa. Nisikilizeni jamani. Yako ya hatari mengi. Nisikilizeni jamani. Sita kwa makini. Kuimba kupokezana. Umeelewa? Maana wewe mbona kila saa unaimba wewe? Sikiliza nikuelekeze. Kuna magonjwa ya hatari kuliko hata huo ukimwi. Na ndio ambayo sasa hivi yanasababisha watu wapotee kwenye ulimwengu. Sasa ukimwi, mimi nataka nikwambie. Umerukaruka umetua, au sio bwana? Umepata jambo lako, au sio bwana? Limekwenda. Umekwenda umekula mbaazi zako, maisha yanaenda vizuri, au sio bwana? Wale ambao wanakuwa wanajikuta wanafeli ni wale ambao wabishi. Wanajifanya wao wanarudi Schwarzenegger wanakomaa. Mlima mzito wanataka kupandisha huko nasukuma gari lipande juu. Gogo kubwa wanataka kulicharanga kwa shoka moja. Umeelewa? Wewe utafanikiwa katika maisha. Lakini kuna maradhi kama homa ya ini. Umeelewa? Kuna maradhi kama homa ya ini. Utoboi brother. Na unatoboa wewe. Ngoja patakata. Kuna maradhi kama kansa. Brother. Sasa hivyo vitu kwa nini mmevishupalia mnakuja kushupalia kitu ambacho hayo tunasema wewe uko sahihi sana, lakini katika yote tunachofanya ile umetaja umaini, umetaja kansa kweli na ukiweka na mwamba Lusaka mwenyewe hapo. Hivi anaweza kuua watu wengi. Nani mwamba Lusaka? Anaongoza kwa kuua watu wengi. Sasa mimi sivyo ni chini anasema nini? Unaona mambo sasa. No research. No right to speak. Lakini kwa mfano kaenda zako Muhimbili sasa. Maradhi gani ambayo yapo kwenye kampeni sasa? Mwamba Lusaka yani bado namba moja. Hiyo ndio ukisikia great of all the time go to you. Yaani wale yule ni kama Messi. Ametulia yani atapita sasa mimi naamini kwamba semaje mwana atapita Mbappe mimi na Messi Cristiano sio mbishi. Tuachane na hizo mada. Baba yaani kama kuna Marekani, Urusi anatingisha, Mchina anatingisha, Korea Kaskazini lakini mwisho wa siku namba moja ni nani? Biden katulia kama hivi na Trump. Umesoma sio? Sasa tuende tuame hiyo point. Tunatuambia sasa hiyo. Tunajua. Sisi ngono, tembe, viwembe, saluni, sijui nini sawa tunafahamu. Tumia kondom ya sio tunasema. Sasa ndio hiyo wakaintroduce ile ABC. Unaona basi hiyo ABC ndio tunaanza sasa hapo bwana. Kabla ya hiyo ABC. Na hiyo inasema umesikia ngoja kwanza tumalize. Ngoja kwanza. Wewe una hatari. Wewe mwenyewe una hatari. Niulizeni kwa nini? Tena nakuja. Na mwaka udenende hapo kuelimisha bado na mimi na hatari. Mimi jiangalie wewe una hatari. Unafanya maji au kuna wao umeme chini Au gaiu kwa kibali. Unashuka umekaa unashuka. Au gaiu kwa hatari gani nataka kusema? Nichomoe. Nishushe. Chomoa. Niambie bwana. Wanamuuza yeye. Cristiano njoo bwana. Akuja bwana ngoja tu. Babu huyu. Maji kidogo. Wanamuuza. Niulizeni mimi mzanjosha. Kia. Bwana chini. Achana na mchezo. Kuna mimi zangalia chumba sikia. Sikia. Hata wewe mimi nataka niongee jambo nalokuambia. Nisikize. Unaweza kufanya nini? Nizoangalia chumba. Hiyo ndio nilikuwa nakwambia wewe ndio. Sikia hiyo ndio mbuzi wako. Ya point yangu iko hivi. Yaani mwanangu, magonjwa yako ya hatari mengi sana ambayo yanaizidi hata ukimwi mwenyewe. Mimi bi mkubwa wangu anaanza kuugua kisukari. Mimi niko darasa la 6 mpaka leo. Hadi nimeweza chuo kikuu. Si unaelewa bado anaona. Ana kisukari chake anaishi nacho. Na ni kawaida kabisa mpaka sisi nyumbani tumezoea, tumeona ni hali ya kawaida. Na vidonge vyake vinauzwa gharama sana. Nadhani ni 10,000. Sasa sikia. Sasa hivi unapewa ni bure. Mimi leo nilichopenda kato nasema nikisikia maliza hapa nishakupiga hapa msasa line maana hapo nakupiga polish. Maana nikupiga msasa mgumu kwenye mtondoo. Ukabali na manundu ukasema bwana umetoa hapa sasa nakupiga msasa line napiga polish kiganda nauza naweka dukani napaka na rangi kabisa. Brother, vile vidonge kwa taarifa ya nini? Hivi vya ngoma. Hamna ile kitu cha bure. Ila tu kutokana na ukubwa wa tatizo serikali italipia. Ina maana kwamba wananunua kama wanavyonunua. Brother, vipi tu vitoa brother. Relax brother. Tulia ni brother. Umesikia chini? Yaani
ukimwi. Yaani wasikia ubwabwa, jamaa sema bali ubwabwa jamaa jambo na vijambo. Ubwabwa wache uitwe ubwabwa. Yaani brother, naomba ukimwi ni great of all the time. Ukimwi ni kama Michael Jackson akitokea Thriller hapa hadi ding. Yaani wewe unataka kusema ngoja. Nakwambieni, yaani yule ukimwi ndio baba lao, yaani Dangote baba lao. Mzuka ukipanda jamaa anavua kama acha uongo. Yaani vile vidonge brother serikali wanagaramia. Na kwa sababu kwa nini inabidi vigaramie? Wagonjwa ni wengi. Sasa nikwambia ukisema leo kwa mfano akasema serikali zinaoya, ukitaka kuamini hivyo. Tunatandika reli. Sasa wewe ndio mwezi tu. Lakini ngoja. Unafahamu ugonjwa wa Ebola? Wanapanguka watu ukifika Ebola, ndio akasema ile mwezi tu serikali sema sababu jamaa dawa sasa hivi. Tupumzikeni. Sisi wakina Mwambite njaa kali. Blaza utakuta ni nakwambia mapema. Blaza ule ugonjwa chine twendeni mbele na kurudi nyuma. Tahadhari ni muhimu mno. Tahadhari ni muhimu mno. Mimi kwa asili yangu weka. Kuna ndio maana nakwambia kuna vitu vitatu. Sisi tuame, yani hapo ndio vitu kwa kiburi tu. Kama namuelewa sana Kato, sukari. Mimi mshwari nishakuwa na sukari. Lakini faida ya sukari hakuna faida. Ngoja. Mimi naomba ni ngoja. Umesikia? Umesikia chini? Ngoja niwaambie kitu. Hamna sikuwa na sukari. Labda ulifahamu. Hakuna ndio faida ninakwambia, lakini tunaweza tukapimana hapa kuna watu wawili tu. Ninapojikinga mpaka kizikali. Tayari hapa ushakaanga. Yaani kuna watu wawili hapa, lakini mtu mwingine hana kabisa. Umenisoma sio? Lakini sukari kila mtu hapa yule boy ana 5 point ngapi? Yule ana 6 point ngapi? Umenisoma sio? Sasa tunaloya. Twendeni kwenye conclusion sasa. Unaona bwana. Kwa nini nakwambia hivi? Tumeongea tunachambua ukubwa sababu lakini sisi tuende kwenye suggest nakwambia ABC kwamba abstain, be faithful, use condoms. Hapo kwenye kondomu ndio tunaanza huko maana yake tulia. Kama mimi sasa hivi ile mbishi ngomba, yani nimetulia sasa hivi inafika hata miezi 4 sasa hivi mpaka nimeanza kusahau ule uumbaji wa Mungu. Yani alikuwaje msomo kwenye Biblia uelewe, yani nimeanza kusahau kabisa. Kwambaje? Sikia ile Rift Valley nyama ya ng'ombe nimeanza jinsi ule uumbaji nimeanza kusahau muda mrefu sana. Jamani folks sengeo. Umenisoma sijui. Nimeanza kusahau. Kwa hiyo ukiwa na wewe uyaweze haya mambo. Au sio bwana? Chill out, relax. Hapa mimi yaani tulia. Umenisoma tulia. Uweze haya mambo tulia, mambo joy. Ndio hiyo abstain. Kuwa mvumilivu, wewe kuwa na subira, yani subiri. Itafika time utampata huyo ndo mke naoa. Ndio akasema ukiwa umeshindwa kusubiri, abstain hiyo. Umeona bwana? Umeshindwa kusubiri? Be faithful. Tafuta kibompoli chako kimoja, kioe. Unakioa tu kwa sababu unataka basi hujanielewa. Yaani tafuta mtu wako hata moja muoa. Kuna mwanamke huyo piga nyete kumwage paka unajibu. Unaona? Umesikia bwana? Unatulia zako kama hivi yani. Unagongesha miguu tu kama hivi. Bwana leo Simba wanacheza. Kesho Simba wanacheza. Mara mvurugo umebadilika, mvurugo wa siku zangu wiki 3 unatulia kama hivi. Yaani ukichanganyikiwa tena umesikia? Unasema sasa. Ukichanganyikiwa ndo zako chooni. Ngoja. Naizi alikwambiaje utalipigia chooni. Ngoja bwana. Ukishindwa unaanza kupiga za chooni, unasafisha mambo ya Maradona yale na lile la 2015 kwenye uchaguzi. Madhara yake unajua. Yaani hiyo hamna kitu ambacho kina side effect. Inatia kwambia mtu sijui kuna faida ya kunywa pombe na yaani kitu chenye faida kina hasara na chenye hasara 98%. Chenye hasara kosi faida, chenye faida hata kufanya mazoezi kuna hasara yake. Kuna michezo wanakufa kwenye nyoma chuma misuli, mara shika misuli imepasuka kafa. Kwa hiyo la tatu akasema sasa umeshindwa kuvumilia, kuwa mwaminifu. Usione sema na kusubiri, kuwa mwaminifu au kutumia kondom. Sasa hapo ndio sasa jabula. Hapo ndio namkumbuka huyu bwana. Huyu ngoja. Umeshindwa kuambia tumia nini? Sasa changamoto hapo tunalia na serikali. Nalia na serikali hata kama waziri wako yaambiwa. Kwa nini nakwambia hivyo? Viona wameweka maboksi, elimu inatoka, au sio bwana? Maboksi wameweka vipi? Na maboksi ya nini? Ya kondomu wameweka vikaribu vyote Tanzania nzima vya serikali. Changamoto ni nini? Itifaki haijazingatiwa. Niulize kwa nini? Ukiingia chongo sisi.
itifaki jenga haijazingatiwa. Kwa nini? Ukienda hata mawasiliano vyuo vya public vile vya serikali unasema umetengwa walemavu. Sehemu wale walemavu wale wametengewa vyuo vyao, vya matairi, unaingia unapata huduma watoka. Mlimani City pale kuna sehemu tunakumule ndani ukipita, kuna sehemu kuna mall, kuna ngazi, unasema umeweka barabara ya kupanda. Huku kwenye hii maboksi ya mipira brother, itifaki haijazingatiwa. Wameangalia watu wazima tu, hawajaangalia walemavu. Umenisoma sio? Walemavu, yani walemavu kivipi yani? Kwa ina maana kwamba walemavu yani wanakuwa wamelemaa sehemu gani? Kijogolo wika. Wika na mayowe. Kuna bwana alisema China ukiletoa mipira ya China hapa, mipira ya kondom za China kwa sisi wa Afrika, unajua Mwafrika Mungu kama mimi hapa unaona umenisoma niko ndo za China umenisoma sio? Mimi Mwafrika hapo G umenisoma sio? Unaona bwana kipenzi ulangu itakuwa pale. Unaona? Umenisoma sio? Hiyo changamoto. Yaani ndani ya kitu changamoto. Kwa sababu hawezi tunakusema hiyo ndio. Kuna mwingine sasa yeye kidumbaki. Konzi, yani kitokea tu hivi kishuhudia. Ndio hapo bwana kitokea tu. Yaani hana shingo, ana kichwa tu. Umenisoma sio? Sasa umenisoma sio? Yaani lemere shingo. Unaona? Yaani unakuta ile raundi kubwa kichizi. Unakuta mtu anacheza nyani inapwaya. Kwa hiyo unakuta mtu bado tusumbuane bwana. Alafu mimi vikwazo sina, nikifika nimefika hapo hapo. Kwa hiyo cha kwanza mabege waangalie hizo kondomu zisiwe free size. Ingeanzia hata namba 3 mpaka namba kwa sababu siku hizi kuna nchi unajua ni namba. Kuna nchi zile sijui nchi 7, nchi 8 mpaka imefika nchi 6 sio Afrika Mashariki na Kati, sijui Kongo, yani zilipata hizo hata za nchi 3. Unaamini Tanzania wapo watu wa Tanzania? Mishaota na mtu ana mwili kabati. Sio unajua kwenda kwenye maklabu umeingia za kuoshirumu kwenye shao komavu. Wewe ndio unakunguta hivi unabisa unakungutika mtu anakuja taulo. Mtu anatikisika hivi. Unaangalia kushoto hivi. Mtu anatikisika yeye. Jamaa kwanza anacheza hivi yeye, yani kwa sababu hapashikiki. Anatingisha tumbo ili mambo yatulie. Unaona bwana? Sasa mtu kama unamsaidiaje? Unasoma kweli ukiangalia kweli serikali kuna hapo kuna haja ya kufuatilia katika hilo swala. Na mimi naamini kwamba unajua sasa hivi nahisi kama mimi kwa mtazamo wangu au muono wangu kuna yale masemina yalikuwaga mengi sana kuanzia mashule ya msingi, yani sasa hivi kwenye masekondari umesikia Cristiano ushaelewa hizo semina. Yani sasa hivi naona Tanzania sielewa kuanzia mambo ya kisiasa, mambo ya afya, at least tunaufahamu. Kuna watu ambao wenye knowledge ya kama ya kwako wewe ya kujua kwamba inabidi kuna walemavu serikali watengenezewe kitu kama hicho. Kuna watu wangapi katika nchi hii ambao hapo ndio mtu anashinda pa kumshtaki, anashinda kwa sababu kuna mwingine anasema bwana wewe mwingine yani alivyo yani nenda alafu kama vile kitonga kadunda. Ni huyo mimi. Yani yeye amekaa hivi. Umesoma kwa mtu kaenda hapo mbele kakaa hivi. Kama kijiko kicha kuchota udongo kile. Unajua barabara ya mwendo kasi hata mtu imeishia kati ya uwanja. Tunamwona akienda hapo kuchimba udongo mgodini, akitoka akiingia mgodini, akitoka imebaki huko ndani. Ndio maana umesoma sura lakini waambie kitu ambacho labda simzanga na changanya. Hivi unajua kuna swala ambalo mtu anaweza kama mafaza kuwa na president training yake hadi inakuwa ni ile mbavu kama wanavyojua. Hapo mwisho wa siku labda mambo yake akambana na kazi, hapo akaachana masuala mazoezi. Akaingia kwenye mitikasi yake ya kazi ambayo inamchosha kila siku ya Mungu. Akiamka asubuhi saa 12, akirudi saa 2 anarudi familia inamtazama naona majukumu. Tena inawezekana ukawa mbali mali. Wewe mwenye familia mbali sana. Yeye tu mwenyewe na majukumu yake na maisha yake yani. Akija kuoa kabisa, anaweza kama alikuwa anapiga chuma akaa kama wewe, anaweza akaa tena kama mimi. Alafu huo muda sasa hapa ana geto lake. Akiwa ameoa anaweza kaa kama Fedorino. Ndio. Kumbuka mwili aliotoka nao kama wakwangu. Akaja kipindi na majukumu yake binafsi, akana mwili kama wa Katolina. Alipokuja kuoa akana mwili kama wa Fedorino. Umeelewa au hujaelewa? Kuelewa. Tunajiulize huyo mtu muonekano wake uliokuwa mwana wa kwanza na huo muonekano wake wa kipindi hicho ambacho sasa yeye anatafuta na maisha yake, ambaye hana mtu yote anayejua asolin zake wala kile anachokifikiria. Jamii yetu unajua si ukikonda tu unaongoma. Ukikonda tu unaukua. Hiyo sipo ficho. Wewe unaweza usiambiwe. Lakini
walokuzunguka. Sasa hivi kuna ule ukimwi ukishirikina, anakupiga mbuaza leo unatokea, yani ukienda kupima ukimwi unaona. Huko unasheshe. Unatokea tena kama unayumba kama hivi, yani mwanayumba wa chenge ule wako. Huko umepigwa kwenye kasheshe. Hapa muonekano kama mpiga mbuzi na wanaweza wanadamu kutengeneza ukaja kupata ukimwi bila wewe kujua kwamba. Yaani unaweza wakatengeneza kwamba fulani, yani unajua ile kwamba fulani ni pale yule ameathirika. Fulani ameathirika, ile kitu kakukaa kichwani mwako mpaka ukawa umeathirika kweli. Unataka unaenda unautafuta kweli unaupata. Kwa sababu hiyo sio unasema hivyo, ile ilikuwa mienendo. Ile ni mienendo. Kwa nini unaweza kusema mtu ambaye anafanya mambo mazuri akahubiriwa mambo mabaya? Wewe uko na hivyo wewe, unasema ukishasikia yeye kaa kwanza unajitazama. Wewe kuna watu mwanangu. Mimi sikosei kweli hapa kwa sababu sikia kaka baba malaya yule. Unaona? Lakini unaona wewe malaya unajua. Unaona wewe ni halali. Kama leo bila na Bamedi, kesho umempiga mama Kitimbu isi nyumbani pale. Kesho ule umempiga mama Kibunango. Sisi Jumatano umempiga kama bwana, unaona bwana unapiga malaya. Unaona bwana wewe malaya bwana. Ukimuuliza sasa tunazungumza mfano ngoja ndio sawa. Kwa mfano kama bwana unaona bwana kwa mfano ndio nakwambia. Hata kana mademu hao wanne. Lakini kidunia sasa ya kisasa haoni kama ni mara. Utasikia mwanangu asijua na nini tu. Huyu naye huyu mwanangu ndo naoa. Tunacheza nyani tu mara tawili mara tawili. Unaguga yule unasikia. Huyu sasa ngoja unasikia hili ndio yule ndio mama lao sasa. Mama lao yani ndio mwanangu kanikamata kweli. Na hiyo ni asilimia wewe sijakataa. Ndio maana sio kama nimemsemea sasa. 65 ya vijana wengi. Wewe mara yako unafanya mwenyewe binafsi. Mimi sikufichi. Hamna mtu anafanya mara. Hakuna. Najua hata wewe unaona unasikia mtu anaitwa Stu Malaya yuko kuna baa pale Sinza. Yeye mwenyewe anajificha. Sidhani kama unaweza ukamkuta anakuambia eti mimi nafanya kazi kuna baa. Najiuza. Lakini ndio sikilize. Kwa hiyo hata wewe dhambi zako sasa hapo mimi sikiliza ni msaada wako. Ndio nasema mimi usio ukajumuika ukachanganya hivyo. Dhambi zako na tabia zako. Nicho kizungumzia ni tabia. Sawa. Wewe umezoea kufanya nimeshakuelewa. Mwisho siku ukabadilisha maisha ukawa na ukapungua. Mimi kuna watu nimewashuhudia rafiki zangu walikuwa mabonge sasa hivi wembamba ti. Na kuna watu nawaambia wana ngoma. Hapo hawana hata ngoma, ni mfumo tu wa maisha ubadilika umepungua. Tunatoa kesi bwana, lakini pia hilo ni muhimu kuangalia. Yaani kwamba sisi wewe tushaishi maisha kwa sababu ni mzee malaya. Tumeishi maisha tukiwa wadogo tukiwa vijana. Au sio baba mzee mwanangu. Jana akaondoka na Bamedi mpaka VK. Kaondoka sina Bamedi at choice. Kaondoka sina nini tunasikia unaona bwana. Lakini sasa hivi utakondoka na sisi tumekuwa wale wazee. Wale madingi tu, ile shadia madingi ndio tumekuwa na sasa. Sasa hivi jana mwanangu sikutana wale paka poli pale. Ibosha ushamba ndo na ukimwi. Hiyo kawaida. Unaona sasa hiyo vitu mbona hizo cheni mpaka moja na pressure kana noma mimi. Mimi sina noma wala ni bana, mwisho wa siku fanye tu conclusion. Bwana ukimwi upo wala sio mimi. Na uwezo ukaona ukimwi unakuzingua mpaka ukukute. Wewe umeathirika nini? No, mimi na experience nimemuguza mgonjwa hivyo. Kato. Yaani na experience, yani uwezo ukaona ukimwi miyeyusho kwa sababu unatesa kweli. Wewe experience unaipataje hapo una? Sasa nakwambia wewe ukipata yule mtu anayekusurubu wewe ndio utaelewa. Ndio nakwambia utakapata mtu anayekusurubu yule mtu anataka kufanya kafika hatua anakugomea kumeza dawa. Wewe usiweza kukuta mtu anakuja kukwambia kama mapenzi yamefanyaje. Unaona miyeyusho kwa sababu hoja yako kwehe. Ila akikukuta ndio unamuelewa. Mario kama anajua kuimba au asili. Nani jina lako? Mimi naomba saizi sasa. Tunaweza tukafanya kilichonileta mimi nimekwambia nimekuja na miela mingi sana. Twende tukatumie tubadilike basi wanao. Maana yake tule vimwali tuna hapo si hapo tunaenda kuenjoy ile nje tu hapo. Sema nikwambie kitu. Kama unakuja umekuja na mpira umekuja na ngondi. Unaona na taxi ya airport hapa. Brother. Au Bolt. I'm a gringo master. Sasa leo ndo anatutambua. Usipo na unamjua wenzako hapa. Sasa ndo maana yake. Unamjua bwana nyapi fungu la kukosa. Sisi ndo akina Makmuga. Alikiba ushe mwana Makmuga wewe Makmuga yuko Holanda. Bwana nyapi. Napiga kwa pale. Unamjua bwana nyapi. Napiga kwa pale. Utakwenda kuokota makopo, madam kwa Dar es Salaam hapa na makopo na roba kama hivi. Maana ndio bwana kwanza anapiga kwa pale. Haya, sasa najini mimi napiga kwa pale. Mimi naenda kuoga chapo mwanangu. Oya, mimi naenda kuoga zangu chapo. Nakuja. Mwanangu. Dakika sudi tu. Haina nguvu. Kaboro baby. Oya mtoko
Ndogo tu unaweza kwa policy hapo. Pambile. Hapo policy au Haina no. Jumamosi ile kuongea Jumapili. Ndio vile vile. Hapo ni Masaki hivi. Wewe acha nielewe mwanangu, kuna tatizo? Niko ni badiliki, mimi nataka kwenda. Au wanangu leo ni walinde nini? Au nyewe mnalinda nini? Gringos, pasipo kuchoka, gringos, gringos. Gringos, 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 oh,